Inasikitisha sana kwamba watumishi wa leo, walokole wa leo, wale wanaojiita wameokoka, wanawaheshimu sana wachungaji, wanawaheshimu sana maaskofu, wanawaheshimu sana viongozi wao, lakini wanamdharau sana Mungu. Kwa nini? Wanaonekana kwa macho haya ya nyama. Kwa sababu mambo ya Mungu ni mambo ya kiroho sana. Watu wengi, watumishi wengi, hadi maaskofu wengi wamemdharau sana Mungu kwa sababu ni vitu vya kiroho. Na Mungu amenyamaza. Hivi Mungu angekuwa anaonekana kwa macho ya nyama, anaonekana pale kanisani, madhabahuni pale penye mimbari, amekaa pale, kuna kiti chake maalum, amekaa pale. Sasa anataka awaone watoto wake wakimuimbia, watoto wake wakimsifu. Hebu niambie, tungekuwa tunaingia kwa miondoko gani? Tungekuwa tunaingia kwa staili gani? Tungekuwa tunaingia kwa unyenyekevu wa namna gani? Sasa kwa sababu haonekani, watu wanaingia wanavyotaka, wanavyojisikia, na wanasingizia Mungu anaangalia moyo. Ni kweli Mungu anaangalia moyo, lakini sisi wanadamu tunakuangalia wewe ambaye umebeba uwakili, umebeba uwakilishi wa Mungu kwa ajili ya kanisa lake. Kuna viumbe vinaitwa majini. Nafikiri unavifahamu au unavisikia. Yale majini ni maselafi walioasi mbinguni pamoja na shetani. Wao wamebeba ajenda kubwa ya kumwabudu shetani. Yaani ni kikosi maalum kwa ajili ya kumwabudu shetani. Ni idara maalum kwa ajili ya kumwabudu shetani. Kwa hiyo wao ndio wanaleta staili za kumwabudu shetani, wanaleta ile mifumo ya kumwabudu shetani, namna ya kumwabudu shetani. Wao ndio wamebeba hiyo kazi. Sasa basi, kama unawaonaga wale waimbaji wa nyimbo za kidunia, za kipagani, namna wanavyocharuka wakiwa kwenye stage zao, wanavua nguo, wanacharuka, wanaimba wanavyojisikia, wanatukana wakiwa, zile staili na mifumo yote inaratibiwa na hayo majini. Yanawaongoza namna ya kumwabudu shetani, namna ya kuworship shetani. Sisi wa Kristo tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Yeye Roho Mtakatifu ndio anajua namna gani tumuendee Mungu, namna gani tumuimbie Mungu, tumsifu Mungu, namna gani tuonekane sisi ni nuru ya ulimwengu, namna ya kumwabudu Mungu. Sisi uratibu wetu unafanywa na Roho Mtakatifu. Sasa cha ajabu, wa Kristo hawa wanaosema wanakwenda mbinguni wanaiga yale yanayofanywa na watu wa duniani, wakisema sisi tunawavuta wao. Sasa unawavuta wao, alafu unafanya yao, unaeleta kanisani. Hebu imagine, Mungu anajisikiaje? Ni kweli hayo unayoyafanya ni Roho Mtakatifu anakuongoza? Ni kweli? Na una hakika na hilo? Kwamba Mungu anasema vaa suruali madhabahuni, mwanamke vaa kimini, mwanaume sijui chola mistari humo, sijui fanyeje, Roho kabisa, Roho huyu Mtakatifu naye mfahamu mimi, au yupo mwingine? Kama yuko mwingine sawa, lakini kama ni huyu naye mfahamu mimi. Tubadilike watumishi wa Bwana. Mungu anaugua, Mungu anapata shida. Yaani asilimia kubwa watumishi wa Mungu wanamwabudu shetani. Wanaojiita walokole wanamwabudu shetani kwa sababu ya mifumo wanayotumia, style wanazotumia, na namna wanavyofanya wanapomwabudu Mungu. Inatisha. Kanisa limefika sehemu mbaya sana. Inatisha. Tubadilike sana. Ulimwengu unatushangaa. Yaani huwezi kutofautisha hivi huyu ni mtumishi wa Mungu au ni mpagani. Inatisha sana.